asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya hii siku nzuri ambayo Mungu amenipa nafasi ya kuja mbele zenu tena kwa ajili ya neno lake. Ninasema asante Bwana kwa ajili ya nafasi nzuri ambayo amenipa ya kuja kuhubiri neno lako. Lakini kabla sijaanza kutoa neno la Mungu, nitaanza kwa maombi. Baba mtakatifu, mtakatifu Mungu wa majeshi, ninakushukuru, ninasema asante Bwana, asante Mungu wa mbingu na nchi kwa ajili ya siku hii nzuri na siku ya baraka sana ambayo Bwana umetupa nafasi nyingine tena ya kusikiliza neno lako. Ninakuinua Mungu wa majeshi wakati huu na majira ya haya, mfalme wa mbingu na nchi. Ninaliinua jina lako takatifu Yesu Kristo ambalo Bwana ninalipeleka mbele za watu wako, mfalme wa mbingu na nchi, kwa ajili ya utukufu wako. Tukuka Bwana, inuliwa Bwana, tukuzwe mfalme wa mbingu na nchi. Ninakushukuru kwa neema ya ambapo Baba umetupa siku ya leo, siku nzuri ambapo Baba umetupa nafasi ya kuja mbele za watu wako kuhubiri neno lako. Ninasema asante Bwana, asante kwa ajili ya nyakati hizi na majira haya tena. Ninarudisha shukrani zangu sana kwa Roho Mtakatifu kwa ajili ya neema ya siku ya leo. Ninaomba na kushukuru. Amen. Ninakukaribisha katika kipindi cha neno la Mungu ambalo Mungu anataka tujifunze siku ya leo kutoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 7. Lakini katika hii sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 7 tutajifunza sana katika sura ya 4 mpaka ya 7, lakini inabidi tuanze kusoma kwanza kitabu kuanzia mwanzo mpaka mstari wa 7. Ngoja nisome maandiko ya Mungu aliyotupa tusome. Asante Yesu Kristo kwa neno lako. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama Msufi wa nchi ya milima ya Ephraim. Jina lake alikuwa akiitwa Elikana mwana wa Yeroham, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sofu Mwefraim. Naye alikuwa na wake wawili. Jina lake mmoja aliitwa Hana na jina lake wa pili aliitwa Penina. Naye huyo Penina alikuwa na watoto, lakini Hana hakuwa na watoto. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli na Hofu na Finehasi makuhani wa Bwana walikuwako huko. Hata siku ile alipofika, Elikana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote waume kwa wake sehemu zao. Lakini Hana hakumpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana ingawapo Bwana alikuwa amemfunga tumbo, ila wenzake humchokoza sana hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amefunga tumbo. Amen. Na hili ndo neno la Bwana ambalo Mungu ametupa kujifunza, lakini tutasimamia sana kwenye mstari wa 4 ambao ni hata siku ile alipofika, Elikana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote waume kwa wake sehemu zao, lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Ila mwenzake humchokoza sana hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Hapa tunajifunza kutoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 7, lakini tutasimamia katika mstari wa 4 mpaka mstari wa 7, ambapo inaonyesha hapa kwamba Elikana alikuwa na wake wawili, ambaye mmoja alikuwa ni Hana na mwingine alikuwa ni Penina, na tunajifunza kwa namna ambavyo Mungu anajibu maombi. Leo somo letu ni kwamba ni Mungu ajibuye maombi, ama Mungu atimizaye maombi, atimizaye mambo yale ambayo sisi tunaenda mbele zake kumuomba. Hivyo basi tunajifunza kutoka kwa Hana. Hana alikuwa amefungwa tumbo, lakini jambo moja ambalo nimejifunza kutoka kwa Hana alikuwa muombaji.
muombaji sana tu, sio kidogo, na Mungu alimfunga tumbo kwa muda fulani, lakini mke mwenzie ambaye ni Penina, Mungu alikuwa amemfungua tumbo akapata watoto wa kike na wa kiume, ambapo kila wakati ambapo Hana alikuwa akitoka akielekea kwenye nyumba ya Bwana kwenda kuomba, Penina humchokoza na kumcheka mwenzie. Lakini tunajifunza kutoka katika hicho kitabu ya kwamba Penina Mungu alimbariki na watoto wa kike na wa kiume na mume. Pamoja na hayo yote Mungu alimbariki na hivyo vitu ambavyo mume wake alikuwa anampa kila mwisho wa mwaka. Lakini kitu ambacho Penina hakuwa amebarikiwa nacho ni uombaji. Hakuna mahali kwenye Biblia ambapo panaonyesha kwamba Penina ilifika nyakati fulani akaenda mbele za Bwana kumlilia kwa chochote, kwa sababu Penina aliamini ya kwamba Mungu amembariki kwa kila hitaji ambalo alikuwa analihitaji kwenye maisha yake. Kama ni mume, Mungu amempa; kama ni watoto, Mungu amempa; na kama ni dhabihu kila mwisho wa mwaka, Mungu amempa. Lakini akasahau ya kwamba yupo Mungu ambaye anajibu maombi. Wakati anamcheka mwenzie kwamba Mungu amemfunga tumbo, na nyakati ambazo anapitia kwamba hata aliona kama hatapata mtoto, lakini Mungu alikuja akamjibu Hana, kwa sababu tukitazama hapa kuna fumbo ambalo Mungu ameliweka ndani ya ili neno. Ilikuwa kila mwisho wa mwaka mumewe Hana anampa zawadi Hana mara 2 zaidi ya wale wengine ambao Mungu amewaweka pamoja na Hana kwenye nyumba moja, kwa sababu wote ni wa mtu mmoja. Ili fumbo lilikuwa ni kwamba wakati Penina anamcheka Hana, alikuwa ajui hapo mbeleni kwamba Hana Mungu atakuja kumfungua tumbo, na katika tumbo lake kutakuja uzao, na huo uzao Mungu ataubariki mara 2. Ambapo tukitazama wakati ule msimu ambapo Samueli alipozaliwa akaja katika dunia, Mungu alifunga kinywa cha Penina. Yuko wapi Penina baada ya Samueli kuzaliwa? Hatumsikii mahali popote. Yuko wapi Penina baada ya Hana kuitwa mama? Hatumsikii mahali popote. Kinywa chake kilifungwa kabisa. Tunajifunza kitu kimoja: wakati tunapoenda mbele za Mungu kuomba kwa ajili ya jambo lolote ambalo tunalihitaji, wapo watu wanaotucheka, wapo watu wanaotusimanga. Unakuta hata nyumbani unatoka, labda ulikuwa hauna kazi, hauna kipato chochote, unasema unaenda kanisani kwenda kumuomba Mungu. Wapo watu wanaosema huyu naye anapoteza muda kila wakati kuwepo kanisani, anaenda kuomba nini? Anaenda kuomba kila siku na wakati hajibiwi. Kila siku tunamwona anapanda na kushuka mwaka hadi mwaka akimtafuta huyo Mungu asiyejibu maombi. Jamani, Mungu anajibu kwa majira na nyakati ambazo anataka yeye. Kuna kipindi ambacho anakupitisha mahali pagumu ili watu wafungue midomo yao kama Penina na kukucheka. Lakini ule wakati ambapo Mungu atafungua kinywa chake na kusema sasa wakati ni sasa, ninafungua ile tumbo ambalo limefungwa. Ikiwa ni kazi ambayo imefungwa, Mungu anaifungua. Kila mtu atafunga kinywa chake. Kila mtu atafunga kinywa chake na kukusifia kwamba Mungu amekujibu maombi kama alivyojibiwa Hana na Mungu. Wakati Mungu amekuja kumjibu Hana kwa ajili ya mtoto, hakumjibu mara 1, alimjibu mara 2. Kama ambapo mume wake alivyokuwa akimpa zawadi mara 2 kila mwaka, ndivyo Mungu alipokuja kumjibu Hana mara 2, kwa sababu Mungu alimpa mtoto wa kiume. Na si tu mtoto wa kiume, alimpa mtoto wa kiume na mtumishi wa Mungu na kiongozi wa nchi. Katika maombi yake yote aliyokuwa anaomba Hana, alijibiwa kwa kiwango cha ajabu. Kwa sababu tukitazama, Penina alikuwa yuko busy na mambo yake, anamcheka Hana, anamdharau Hana, anaona kama Hana si chochote. Lakini siku ambayo Mungu alikuja kwenye maisha ya Hana, akamjibu Hana, akampa mtoto wa kiume, kiongozi pamoja na mtumishi. Tunatazama hapa, anayeongelewa kwa habari kubwa zaidi ni Samueli. Hatuoni mahali popote watoto wa kike na wa kiume wa Penina wakizungumziwa tena. Ina maana Samueli alipoingia alifuta historia nzima ya wale watoto, akaingia Samueli na historia mpya juu ya mama yake na juu ya familia yake na juu ya kazi ya Mungu. Kwa sasa Samueli, kwa jinsi ambavyo Mungu alimbariki mama yake Samueli ambaye ni Hana kwa kumpa Samueli, maana kwa sasa hivi Samueli angekuwa ni kiongozi wa nchi na nabii kwa wakati mmoja. Ni baraka ya namna gani Mungu anaachilia? Ni baraka ya namna gani Mungu anaachilia kwa watu wake ambao ni waombaji, ambao wanaenda mbele za Mungu kuomba ili mambo yao yafunguliwe, kuomba ili matumbo yao yafunguliwe, kuomba ili mambo yao yafanikiwe. Mungu
atakujibu wewe unayemtafuta kwa wakati wako, na ambao wanakucheka atawafunga vinywa vyao kama alivyomfunga kinywa Penina. Tunatazama hata katika kitabu cha Wafalme ambapo Wafalme moja nadhani kama sura ya 17 ambapo Elia alifunga mvua kwa kinywa chake na akasema hakuna atakayefungua bali kwa neno lake yeye mwenyewe itakapofika wakati. Na unapoona mvua imefungwa, ina maana ardhi imefungwa kwa sababu ni tumbo la nchi. Tumbo la nchi linapofungwa, kama hauwezi kupata mazao, hauwezi kufanya chochote ambacho kikaleta faida kwenye maisha yako. Kama wewe ni mkulima, tumbo la ardhi likifungwa na mbingu ikafunga, utapataje mazao? Basi Mungu alisema nitafungua mbingu, nitaachilia mvua ya baraka juu ya ardhi na wewe utapata mazao. Basi tuendelee kumuomba Mungu. Kama Hana aliweza kumuomba Mungu kwa nyakati zote na Mungu akabariki tumbo lake, basi na wewe unayelima kilimo ambacho hakina majibu, muombe Mungu afungue tumbo la ardhi na mbingu ikanyeshe na wewe ukapate baraka zako, kama nyakati zile ambazo Isaka alipokuwa analima. Isaka alipokuwa analima, watu ilipotokea njaa, watu wote wakakimbilia Misri, lakini Mungu akamwambia Isaka, baki katika nchi yako nami nitakubariki katika nchi hii. Isaka akalima na akatoa shambani mwake na akatoa mazao mengi katika shamba lake. Hivyo basi, kama wewe unamuomba Mungu, wewe ni mkulima, kwa nini Mungu asikujibu? Kama wewe unamuomba Mungu, wewe ni mwanafunzi, kwa nini Mungu asikujibu kupitia maombi yako? Kama Hana alijibiwa kupitia maombi yake ambayo alikuwa akimlilia kila siku na kila wakati Mungu kwa ajili ya uzao wa tumbo lake, na Mungu akamjibu kwa kiwango cha ajabu, kwa nini ashindwe kukujibu wewe? Kwa nini ashindwe kukujibu wewe ambaye unatafuta kazi? Kwa nini ashindwe kukujibu wewe ambaye umefungwa tumbo, wakwe wanakusumbua, familia inakusukumia mbali wakisema kwamba amekuja tu anajaza choo, hata pata watoto, azaye, anamtia hasara kaka yetu? Kama wakati Hana anaomba, aliomba kwa muda mrefu, kwa uvumilivu mwingi sana na maumivu mengi, lakini wakati Mungu alipokuja kumjibu, alimjibu mara mbili. When God gives you a double blessings, kila mmoja atabaki anashangaa. Tazama hapa tunaona kwamba Samueli alipozaliwa, akapokelewa madhabahuni, akaenda akawa nabii, akatoka kuwa nabii akaja akawa kuwa mwamuzi wa Israeli. Je, Mungu amemjibu nini huyu mama? Katika vitu ambavyo Mungu alienda mbele za Mungu kumuomba, amemjibu kwa kiwango cha ajabu, kwa sababu unajibu mara mbili. Mara mbili hiyo sio ndogo. Kupewa nabii ndani ya nyumba yako na kupewa rais ndani ya nyumba yako, wewe uliokuwa umefungwa tumbo, ni kitu kikubwa sana. Leo Mungu anasema ya kwamba kwa wale watu walioomba kwa muda mrefu, wakaja mbele zake kwa machozi, wakimlilia kwamba Mungu utatujibu lini? Mungu utatupa lini? Mungu anaenda kuwajibu mara mbili. You are going to receive double blessings, ambapo kama Mungu alivyomjibu Hana nyakati zile ambazo kipindi cha nyuma alikuwa anamfumbia kupitia mume wake, anampa vitu mara mbili zaidi. Mungu akaja akampa mara mbili zaidi, akafungua na tumbo lake, akaendelea kuzaa na kuongezeka. Hivyo ndivyo Mungu ambavyo atafanya, atakufungulia maisha yako, utabarikiwa, utazaa na kuongezeka. Ikiwa wewe ni mkulima, Mungu atafungua mashamba yako, utazaa na kuongezeka. Ikiwa wewe ni mfanya biashara, Mungu ataifungua biashara yako mara mbili, utazaa na kuongezeka. Wale ambao wamekaa pembeni wanakucheka, kina Penina, wale ambao wamekaa pembeni wanakutazama kwamba huyu naye anafanya nini? Huyu hii ni kazi gani? Huyu anashinda tu kanisani, hana chochote. Siku ambao Mungu anaenda kukuinua, akakupa baraka alizompa Hana, hakika na nakwambia kila mmoja atabakia na midomo wazi akishangaa ni nini kimetokea, lakini kumbe ni Mungu wa utimilifu amemtembelea mtu wake, ya kwamba alisema nitatimiza. Hana aliomba kwa bidii, Mungu akamjibu, akapokea double blessings. Je, wewe mtu wa Mungu leo ambaye unaishi katika agano jipya, ambapo Kristo mfalme wa mbingu na nchi alikufa msalabani kwa ajili yetu, akachukua mizigo yetu, ukimwendea mwenyewe akasema ukiingia chumbani pako ukafunga mlango wako ukaniomba kwa bidii, nami nitajibu maombi yako. Alisema bisheni nami nitawafungulia, ombeni nanyi mtapewa.
tumrudie Kristo, tumrejelee kila wakati, kila majira. Tusichoke kuomba, tusichoke kumwambia Mungu kile tunachokihitaji. Ikiwa unahitaji mtoto, usichoke kumwambia Mungu, tumbo langu lifunguliwe nipate mtoto. Ikiwa unahitaji elimu, mwambie Mungu, fungua elimu yangu nami Bwana nibarikiwe, niwe mmoja kati ya wasomi ambao Baba wa mbingu na nchi, sio tu kwa degree bali nikawe na PhD, nikawe kiongozi katika familia yangu, nikawe kiongozi hata katika nchi yangu. Wewe ambaye una uhitaji wa biashara zako kukua, mwambie Mungu, sema na Mungu aliye sirini. Haina haja ya kutumia chochote kile wala kuomba kupitia kitu chochote zaidi ya kumuomba Kristo, maana jina lake ni jina kuu lipitalo majina yote. Basi hivyo Mkristo mwenzangu ambaye unamtafuta Mungu, mtafute Mungu wa utimilifu, ambaye Mungu huyu alitafutwa na Hana akajibiwa maombi makubwa zaidi kuliko vile alivyoomba. Kwa sababu kama alimuomba Mungu mtoto wa kiume tu akakutumikie, lakini Mungu akamuongezea juu yake, si kunitumikia tu, nitamfanya na kiongozi wa nchi. Je, kwa wewe leo? Tuendelee kumuomba Kristo. Kristo atajibu maombi yetu. Kristo atatupa baraka zake. Kristo atabadilisha maisha yetu. Kristo atatufanyia mambo mapya. Kristo atatuongoza katika njia iliyo sahihi. Tuendelee kutembea na Kristo kwa sababu yeye ni Mungu aliyetuumba sisi, hata tupoteza hata dakika moja. Basi ninashukuru Mungu kwa ajili ya neno lake kwa siku hii ya leo. Kwa yoyote yule aliyelisikiliza, Mungu akamtie nguvu, ambaye anaipitia wakati mgumu wa kiafya, wakati mgumu wa kifedha, wakati mgumu wa masomo, wakati mgumu wa namna yote ambayo unapita kwenye maisha yako. Hivyo basi endelea kumuomba Mungu, naye Mungu atatimiza yale maombi yako. Nawe Mkristo mwenzangu ama yoyote yule ambaye hajampokea Kristo, ninaomba basi nikusalishe sala ya toba ukampokee Kristo na akawe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, ninaomba unipokee, uniandike katika kitabu cha uzima, na kuanzia leo nimeokoka. Amen.